Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanapenda sana kutumia location au maps ili mradi tu uweze kufika mahali fulani, basi natakiwa ujue kwamba kuna watu kama wewe ambao mwaka 2012 waliingizwa mkenge na Apple Maps. Kipindi ambacho maps hizo zinaanzishwa, kuna watu wengi sana ambao walijaribu kuzitumia na mwishowe wakaishia kwenye jangwa la kutisha. Sasa unafikiri kwa nini haya yalikuwa yanatokea? Au Apple walikuwa na lengo gani? Na ambao walikuwa wakipotelea huko kusikojulikana, ni nani aliyekuwa akiwaokoa? Basi fuatilia mkasa huu mwanzo mwisho. Pia kama bado haujatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii pamoja na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, hakikisha unafanya hivyo ili mradi usiwe nyuma sana. Hii ni Simu Kitaa, the future of your fingertips, na msimulizi wako ni Joakim Kakambu. Mnamo mwaka 2012, hiki ni kipindi ambacho Apple Maps zilianzishwa na kuanza kutumika rasmi kwa watu. Yani hiki ni kipindi ambacho Apple Maps zilizinduliwa kwa mara ya kwanza. Lakini maps hizi zikagundulika kuwa na kasoro na zilisababisha majanga kwa baadhi ya watumiaji wa ramani hizo. Kwani inaelezwa kuwa mamia ya watumiaji wake ambao walihitaji kufika katika jiji la Mildura huko Australia waliingizwa mkenge na kujikuta wakiishia kwenye bonge la jangwa, umbali wa kilomita 70 kutoka sehemu waliokuwa wanataka kufika. Na hiki kilikuwa kizaazaa kweli kweli. Basi ilikuwa kuingia katika jiji la Mildura kwenye ramani za Apple kuliwafanya madereva kujikuta katikati ya mbuga ya taifa, mbuga ya Murray Sunset, ambapo polisi wa eneo hilo walilazimika mara kwa mara kuwasaidia madereva waliokuwa maeneo hilo lenye joto kali la kiangazi, ambapo hakuna chakula wala maji, na wakati mwingine hali ya hewa huweza kufikia mpaka nyuzi joto 46. Tatizo hili lilisemekana kuchangiwa na bugs zilizokuwepo kwenye iOS 6 wakati huo, hali iliyopelekea uongozi wa Apple kuomba radhi na kufukuzwa kazi kwa baadhi ya watu kwenye kampuni, ikiwemo mkuu wa iOS Scott Forstall na meneja wa bidhaa za Maps Rich Williamson kwa wakati huo. Na kutokana na kuwepo kwa tatizo hili, jeshi la polisi katika jiji hilo lilitoa tamko kuwazuia watu kutumia Apple Maps kwa wakati huo mpaka pale itakapokuwa sawa na watakapotangaza tena, na badala yake watu watumie maps zingine lakini sio Apple Maps, maana ilikuwa ni kizaazaa na ilikuwa ni hatari pia. Basi hayo ndiyo yaliyowatokea watu huko Australia mwaka 2012. Yani sawasawa na wewe utumie maps kwenye simu yako, kisha uchague destination ni posta, alafu unashangaa unaenda kutokea Mburahati, na ulikuwa una haraka kweli kweli, unawahi appointment au ulikuwa unawahi interview ya kazi. Utafanya kitu gani? Basi utatuambia hapo kwenye comments. Ulikuwa nami mwanzo mpaka muda huu. Hii ni Simu Kitaa, the future of your fingertips, na msimulizi wako ni Joakim Kakambu.